Na ugonjwa huu kuna wengine mpaka wanakuwa wale watu wazima bado wanakuwa wanakojoa kitandani. Labda sababu ni nini hasa inapelekea kuwa katika hali hii? Asante sana ndugu mtangazaji. Sababu ambazo zinazopelekea enuresis zipo nyingi na tunaweza tukazigawa katika makundi mbalimbali. Kuna sababu za kisaikolojia, kuna sababu ya kifiziolojia na pia kuna sababu za kijamii. Miongoni mwa sababu za kisaikolojia ambazo zinaweza zikapelekea watu kupata hii changamoto ya kukojoa kitandani zaidi ni watu kuwa na msongo wa mawazo. Na msongo wa mawazo unaweza ukasababishwa na vitu mbalimbali. Inaweza ikawa ni changamoto za kimaisha, lakini pia hata majukumu mtu ambayo anayafanya katika maisha yake ya kila siku. Hiyo ni miongoni mwa changamoto. Lakini pia sababu ambazo za kifiziolojia, maana sababu za kimwili hizo tunazungumzia kama vile hali ya kutokufanyika vizuri kwa kibofu cha mkojo. Kwa maana hichi kibofu cha mkojo kinatakiwa kiwe na maendeleo, kwa sababu once unapozaliwa tu unakuwa viungo vingi havijakamilika ule ukuaji wake, na ndio maana binadamu tunaambiwa tuna aina yetu ya ukuaji ambayo tunasema ni allometric, kwa maana viungo mbalimbali vinakuwa katika nyakati mbalimbali. Kwa na hichi kibofu cha mkojo pia kinakuwa hakijamechua ama hakijapevuka vile inavyotakiwa kwa wakati huu. Kwa hiyo kinaweza ikapelekea hii changamoto, na changamoto hii isipoweza kurekebisha katika huu muda wa utotoni, maana inaweza ikaendelea hata katika kipindi cha utu uzima. Lakini katika sababu nyingine za kifiziolojia, maana pia hata ule ukosefu wa kufanya mazoezi, lakini pia maendeleo, kupata ajali ama tunasema kuharibika kwa mfumo wa neva. Muda mwingine mfumo wa hisia unaweza ukapata damage, yani ukapata athari aidha kwa ajali ama kwa kitu chochote tu kile. Kwa hiyo unapopata damage kama hiyo, moja kwa moja inaenda kuathiri, kwa sababu tunafahamu kwamba kitendo cha kukojoa maana yake ni tunasema ni voluntary, kwa maana unaamrisha ule ubongo wa sasa hivi mkojo umeshakubana, una detect kwamba sasa hivi mimi nina mkojo na unatakiwa uende chooni. Lakini ikishindikana hivyo, maana yake mfumo wa neva hapo umeharibika moja kwa moja, maana yake unashindwa kucontrol ule mkojo, maana yake hapa inakuwa ni involuntary, maana yake ni kitendo ambacho unakifanya bila ya hiari yako. Kwa hiyo pia inaweza ikawa ni sababu ambayo hii tunaikaa katika kundi ni sababu ya kifiziolojia. Lakini pia kuna sababu za kisocial, yani sababu za kijamii. Miongoni mwa sababu za kijamii ambazo zinaweza zikapelekea hii changamoto ya enuresis, maana yake ni mtu kuwa na woga au kutritiwa vibaya katika jamii au kwenye familia. Kwa mfano watu wengi ambao wanapitia hii changamoto ya kukojoa, maana yake wanachokipitia majumbani kwao au kwenye familia zao inakuwa hawatritiwi vizuri. Kwa hii maana yake badala ya kupunguza lile tatizo, inaweza ikapelekea kuongezeka zaidi na zaidi. Hizo ni baadhi tu ya sababu ambazo zinaweza zikapelekea tatizo hili. Na je, kwa upande wa sababu nyingine ambayo zinapelekea ugonjwa huu ni urithi je? Genetic pia ni miongoni mwa sababu ya enuresis. Na hapa pia research ya matafiti mbalimbali zimefanywa. Yani familia ambayo ina mtoto, yani ina mzazi ambaye alishawahi kupitia hii changamoto, aidha baba ama mama, basi kuna uwezekano mkubwa na yule mtoto kupitia hii changamoto ya kukojoa kitandani. Japokuwa tunasema yani enuresis sio genetic disorder, kwa maana haingii katika yale makundi ya maradhi ya urithi. Lakini mzazi ambaye amepitia hii changamoto ya kukojoa kitandani, basi ana asilimia kubwa ya kumsababishia mtoto naye akawa na hii changamoto. Na pia research ambayo imefanywa, asilimia moja ya watoto wa kiume ambao wazazi wao walikuwa naye hii changamoto, basi na wao wanapitia hii changamoto ya kukojoa kitandani. Ndio. Kwa hiyo asilimia kubwa ni kwa upande wa wanawake? Hapana. Asilimia kubwa ni upande wa wanaume ambao ni 1%. Yani wanawake manake asilimia yao haijafikia hivyo. Yani ni worldwide. Kwa nini kwa upande wa wanaume? Haya, kwa upande wa wanaume manake inategemea na ile physiology tunasema, pamoja na ile body morphology. Yani kiilivyo. Na tumesema changamoto hii zaidi inakuwa ni kwa watoto. Kwa sababu
kukojoa kitandani inakuwa ni hali ya kawaida kabla ya kufika huu umri wa miaka 5, lakini once umeshakuwa beyond ya age ya 5, maana yake hii tayari inakuwa ni changamoto. Lakini tukiangalia physical activities ambazo wanazifanya watoto wa kiume ni zinakuwa kubwa tukicompare na watoto wa kike. Yaani wanaume wanakuwa wana michezo mingi, muda mwingine unafika mpaka wanaiota ile michezo ambayo wanaifanya. Mtoto kalala unamsikia anacheza gololi usingizini, na kutokana na hizi activities kwa nyingi inapelekea pia hali ya kuchoka. Kwa hiyo kitendo cha kuchoka, yeye anakuwa anashindwa kujikontrol mwili wake. Mara zinamjia dreams hizo, tayari ameshafika chooni anajisaidia, na mwisho wake anakojoa kitandani. Na je, labda ugonjwa huu unaweza kuwa wa muda mrefu ama utakuwa wa muda mfupi tu? Asante sana ndugu mtangazaji. Enurosis tunasema ni ugonjwa ambao sio wa muda mrefu. Sasa. Na ikitokezea kuwa muda mrefu, maana yake hilo ni tatizo, kwa sababu mara nyingi una last between, tunasema baina ya miaka 5 mpaka 9 ama 10. Maana yake kipindi hichi hapa ndo mtoto anapitia hizo changamoto. Kwa hiyo ikitokezea mtoto ameshavuka umri wa miaka 10 lakini bado anaendelea na kukojoa kitandani, basi hiyo ndio tunasema ni changamoto, na lazima huyu mtu afanywe uchunguzi wa kitabibu ili ajulikane anasaidiwa vipi. Sasa. Asante sana. Na mpenzi mtazamaji wa Sunen TV, kipindi hewani ni Afya na Mimi, na leo hii mpenzi mtazamaji tunazungumzia kuhusiana na ugonjwa wa kukojoa kitandani, na una fursa ya kuuliza chochote kuhusiana na ugonjwa huu kupitia 0679689203. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi na kuuliza chochote kuhusiana na ugonjwa huu. Mtaalamu, ikiwa tunaendelea mbele na kipindi hichi, je, kuna vipimo vyovyote ambavyo vinaweza kuthibitisha kwamba huyu ana ugonjwa huu wa kukojoa kitandani? Asante sana ndugu mtangazaji. Vipimo vipo na vinategemea na chanzo cha lile tatizo lenyewe. Sasa. Mara nyingi pia inaangaliwa pia na ile severity, yani ukali au ni ule muda ambao huyu mtu anapitia hii changamoto. Kwa hiyo atafanyiwa vipimo kutokana na hali yake. Kwa mfano, kuna vipimo vya tunasema vya picha ya figo, kwa maana ataenda kuangaliwa lile figo lake vipi, limeathirika. Kuna matatizo kama hizo nephritis, yani maambukizo ya nephrons zile za figo kutokana na bakteria. Kuna matatizo ya mifumo ya mkojo kama vile UTI, pia inaweza kupelekea changamoto hii. Kwa hiyo hichi ni kipimo kimoja. Lakini pia huyo anaweza kufanywa kipimo tunasema uroliths, yani uangalizi wa mkojo. Yani mkojo wake ukaangaliwa component mbalimbali ambazo zinaweza zikapelekea hii changamoto ya kukojoa kitandani. Kwa hiyo vipo vipimo kama hivyo, lakini pia anaweza kaangaliwa yale maendeleo yake tu, kwa sababu hata mzazi anaweza kadetect hii changamoto. Sasa. Naam, mtaalamu, pana simu hapa. Kwenye laini. Halo. Habari yako? Nzuri, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Mimi naitwa mtumiaji wani kutoka wilaya ya Ruangwa. Kutuma message siwezi, nimeamua tu kukupigia kidogo ili unielekeze utatu. Mimi na mjukuu wangu ana matatizo ya kukojoa na mkojo. Haya, tunaye hapa mtaalamu atatuelezea. Mjukuu wako ni kuanzia umri wa miaka mingapi? Huyu mtoto sasa hivi ana umri wa miaka 12. Ana umri wa miaka 12. Amesikia hapa, mtaalamu atatuelezea zaidi jinsi. Amezaliwa 2013. Haya, naam mpenzi mtazamaji. Asante sana. Haya. Anasema mjukuu wake huyu ana umri wa miaka 12 na ana tatizo hili la kukojoa kitandani. Labda kwa upande wa matibabu, mtu kama huyu ambaye anakojoa kitandani, yanakuwa matibabu yake vipi kitaalamu? Asante sana ndugu mtangazaji. Kutokana na changamoto ambaye yupo naye, kwanza tulitakiwa tufahamu hili tatizo limeanza muda gani, kwamba toka
yani mdogo tayari hajaacha, kwa sababu kuna aina mbili tunasema za hizi, tunasema neurosis. Kuna nasema primary na kuna secondary neurosis. Tukisema primary neurosis, maana yake hii ni aina ya neurosis ambayo mtu anakuwa hajaacha kukojoa moja kwa moja toka kile kipindi chake cha utoto, maana yake anaendeleza tu labda mpaka kufikia hiyo age ya miaka 12. Lakini tukisema secondary neurosis, maana yake hapa mtu anaweza akakata kukojoa kwa kipindi fulani, labda alitumia dawa au aliacha tu mwenyewe, lakini ile hali ikaja ikamrudia. Sasa sisi tulitakiwa tufahamu vizuri, tukakutana nayo huyu mtu tukajua labda hii aina yake yeye inaangukia katika kundi gani, ni hiyo ya primary au secondary. Sasa tukishajua hivyo, tutaenda pia kumfanyia na zile assessment, manake tutaanza kumuuliza maswali mengi tofauti ili tujue kuanzia kwenye lifestyle yake, ulaji wake, michezo yake, sawa. Lakini social vipi, ana maingiliano yake na watu, kwa sababu matatizo haya pia yana athiri manake, au yana involve pati zote hizi tatu ambazo tunazungumza: biological, psychological pamoja na social. Kwa hiyo tunatakiwa tumfanyie assessment katika vipengele vyote hivi vitatu. Kibiolojia hana changamoto yoyote, maana kitaangalia maendeleo yake ya kibofu cha mkojo, hana matatizo ya figo, hana matatizo ya homoni, maana pia changamoto za homoni pia inasababisha changamoto hii ya kukojoa kitandani. Kwa hiyo tukishamuassess hapo, vile vile tunaweza tukamuassess kwenye kipengele cha psychological, hana changamoto yoyote ya kisaikolojia. Huyu mtu hana stress, huyu mtu hana anxiety, hana wasiwasi, inamjia hali gani mpaka anakojoa, manake atueleze yeye mwenyewe mtoto. Kwa hiyo inapaswa aje na mzazi wake atueleze. Kwa hiyo hapa kikubwa kumsaidia huyu mpenzi mtazamaji ni kumpeleka mtoto katika kituo cha afya ili wataalamu kuweza kuchunguza zaidi tatizo lake hili. Na amerudi tena hapa, naona kwenye line. Halo. Na kusikia na nafuatilia hicho kipindi. Huyu mtoto hajakata tangu ameanza kuzaliwa mpaka leo bado anatoa kikojozi. Sasa baba, mtoto halo. Na sasa baba, itabidi mtoto umpeleke katika kituo cha afya kwa ajili ya kuchunguza zaidi ili kuweza kupata matibabu. Nakusikia. Sasa itabidi umpeleke katika kituo cha afya ili aweze kupata matibabu kutoka kwa wataalamu. Haya. Na mpenzi mtazamaji, kama kawaida tunaendelea mbele na kipindi cha afya na mimi. Mpenzi mtazamaji, yoyote ambaye mtoto wako mwana kwamba tangu alipozaliwa mpaka amefikia umri wa miaka 12 kama huyu, ni vyema kumpeleka katika kituo cha afya ili kuendelea, wataalamu watajua nini ambacho kinampelekea mpaka kuwa katika hali ile. Na yupo mwingine hapa ambaye ametuma ujumbe wake mfupi, anasema mimi na mdogo wangu anakojoa kitandani, nifanyaje? Nisaidieni, ana miaka 9. Kwa hiyo huyu naye pia jawabu lake ni lile kumpeleka katika kituo cha afya ili kuweza kuchunguzwa zaidi. Na mpenzi mtazamaji, kwa tunaendelea mbele, bado una fursa ya kutuma ujumbe wako mfupi na kuuliza chochote kuhusiana na ugonjwa huu wa kukojoa kitandani. Tukirudi hapa kwa mtaalamu, kwa upande wa mtoto ambaye anakojoa kitandani, inakuwa inamwathiri vipi kisaikolojia? Asante sana ndugu mtangazaji. Mtoto ambaye anakojoa kitandani mara nyingi hupata changamoto mbalimbali za kisaikolojia. Miongoni mwa changamoto ambazo anaweza kuzipata, kwanza anaweza akapata msongo wa mawazo au tunasema stress. Na msongo huu wa mawazo unaweza ukapelekea kuathirika katika mambo yake mbalimbali, ikiwemo hata performance yake katika shule na sehemu nyingine za kujifunza. Lakini pia inaweza ikampelekea huyu mtu kupoteza ile hali ya kujiamini, maanake aka lose confidence au tunasema akaloa ile self esteem yake, maanake akajiona yeye ni mtu ambaye hathaminiwi kwenye jamii. Kwa hiyo hana uwezo hata ya kusimama mbele ya mtu akaeleza ile changamoto yake au akazungumza chochote, maanake anapoteza ile confidence. Lakini pia miongoni mwa changamoto ambazo
au ni madhara ambayo anayapata huyu mtu ambaye anapitia changamoto ya kukojoa kitandani. Maana yake anaweza akawa anajihisi vile inferior, yaani mtu ambaye yuko chini, kwa maana hasikilizwi na jamii. Anaweza akawa anajitenga, ni mtu wa kujitenga tu, hata watoto wenziwe. Na pia hii inaweza ikasababishwa na ile jamii au ile mazingira yaliyomzunguka, the way ambavyo wanamtreat, wanamchukuliaje, kwa sababu wengi kati ya watu ambao wanapitia hii changamoto wanawachukulia kama ni uzembe wao, ni watoto watukutu, lakini wanashindwa kufuata zile hatua, au wanafanya makusudi, au wanafanya makusudi. Ndio kuna hizo njia ambazo zinatumika, mtu labda anafanywa kindumbwe anapakwa masinzi, anarandishwa mitaani. Of course ni njia ambazo traditionally zinatumika, lakini mara nyingine zinakuwa zinaenda kumwathiri kumwathiri mtoto. Sasa